Hatima ya maisha, mapenzi, msukumo wa moyo, hauna chaguo wala mpangilio. Nimefurahi sana kukutana na wewe tena Aisha. Haki ya Mungu, Mungu ni mwema sana kutukutanisha tena. Alafu Aisha, unajua utakuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Naamini, wala usijali. Unataka nikusaidie nini? Sawa. Aisha, mimi nataka unionyeshe na kuishi Neema. Neema? Neema, yule binti ambaye ulikutana naye siku ile ya kwanza kabisa tunakutana mimi na wewe. Nahitaji nijue anapoishi tafadhali. Okay. Eric, mimi nafikiri ungeachana tu na Neema. Kwa sababu kwa sasa hivi Neema ameshakuwa na mchumba mwingine na anatarajia kufunga ndoa. Bora tuendelee na maisha mengine. Aisha, hapana. Mimi labda wewe utakuwa unamzungumzia Neema mwingine. Mimi namzungumzia Neema yule ambaye siku ya kwanza kabisa mimi na wewe tumekutana. Sikumbuki kama ilikuwa ni sehemu gani. Sikumbuki kama ilikuwa ni vichakani au wapi. Kwa sababu nilikuwa sioni. Lakini baada mimi kukushika uso alitokea naye. Mkasalimiana pia. Wewe ukawa umeondoka na sisi tukaenda na safari yetu. Sasa huyo ndo binti ambaye mimi namtafuta. Huyo ndo Neema ninayemwongelea mimi. Ulivyoondoka ilibidi abadili mpaka jina. Na yote ni kwa kuwa alikuwa kupendi. Na kama uamini, basi nitakupeleka mpaka kwao. Ila usimtaji. Hapana Aisha. Basi naomba unipeleke unionyeshe na kuishi mimi. Haya. Nyota. Katika maisha changamoto ni sehemu mojawapo. Najua kabisa katika mambo mengi kuna vitu vina asili, lakini hebu angalia, mimi nipo karibu yako kila wakati na wala siwezi kwenda mbali na wewe, na yote ni kwa sababu moyo wangu nimeuegesha kwako. Siwezi kutoka kabla hujaamua. Unajua nini? Ninapokuona najisi mwenye faraja sana. Isitoshe, ninamwomba Mungu angekufanya urudi kwenye hali yako mapema sana, kwa sababu siamini na wala sipati picha ndoa itakuwa vipi. Natamani watu wengi, waalikwa wengi, siku hiyo itakuwa ni siku ambayo ni ya kipekee katika maisha yangu. Nyota, unajua nini? Uzuri wako ni sawasawa na ua inaokuja asubuhi mapema sana kuchanua, lakini sijai kuona mwanamke mtulivu mwenye sura nzuri kama wewe, na ndio maana nimezunguka, lakini mwisho wa siku nimetua kwako. Unajua, ningependa kitu tu kwako. Hebu kuwa na tabasamu hata kidogo. Sio mkakamavu unakomaa wakati Sawa. Itabidi kubaliana na kila jambo itanijia hukumu. Itabidi niseme. Ndio. Nimeelewa. Nitakuzoea tu. Na wala zitachukua muda kabisa. Hatima ya maisha
haitabiriki, chuki, fitina havitambuliki, msukumo wa tamaa na vingi vilivyo, ndugu, rafiki, jamaa na bila laiki. Mbona unanishangaza kaka? Shida ni dada? Wewe ni Neema? kaka, ndo salama. Samahani. Habari za saizi? Salama. Ila mimi sio Neema. Dada, tafadhali, mimi kuna mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana. Kipindi hicho bado nina matatizo, nina upofu wa macho, lakini nimempoteza. Kila nikiangalia sura yako na inanijia taswira Neema kabisa. Tafadhali naomba uniambie kama ni nani. Na mimi jina langu nishakwambia si Neema. Samahani kaka, sikufahamu. Tafadhali na dada. Mapenzi, msukumo wa moyo, hauna chaguo wala mpangilio. Salamu. Basi samahani. Mimi hapa naitwa Eric. Kuna binti ambaye niko namtafuta. Mwanamke ambaye tulipendana naye sana, tulizoeana sana. Kipindi hicho mimi bado nina matatizo ya macho. Nilikuwa ni kipofu. Lakini binti hiyo tuliweza kupotezana baada ya mimi kupona. Sasa kuna dada ambaye ameingia hapa nyumbani. Kila nikitazama sura yake naiona taswira ya yule mwanamke ambaye nilikuwa naye kwa mahusiano kwa kipindi hicho. Anaitwa Neema. Tafadhali basi, naomba unisaidie. Kama binti huyo ambaye alikuja hapa ndo Neema, naomba nikutanishe naye. Unauliza au unamtaka? Sasa sikiliza nikwambie. Hivi hapa ndo kuna kituo cha kutafutwa watu waliopotea? Hao ilikuwaje kwanza mpaka ukatoka huko unapotoka na kuja hapa kuulizia kwamba huyo mwanamke unayemtaka yupo hapa? Kaka, mimi nilikutana naye barabarani, lakini hakuweza kunielewa, ndio maana nitaka nije hapa niweze kukuulizia wewe. Naomba unisikilize. Ndiyo, sawa, hapa naishi na mwanamke, lakini ambaye sio mwenye hilo jina ambao wewe unajitaja. Hivyo niweze kusema unapoteza muda wa kumtafuta huyo mwanamke ambao unamtafuta. Endelea kumtafuta, utampata, lakini sio hapa. Na hizo umenielewa? Lakini kaka. Lakini nini brother? Mbona wewe ni mgumu? Nyota. Nyota. Njoo. Weka. Na ukute. Sisi nilikwambia njani sikufahamu na si tu nini.
Neema. Wewe. Neema nani? Dada, hapa kuna mtu anaitwa Neema. Ushawahi kusikia kwenye huu mtaa kuna mtu anaitwa Neema? Nenda ndani. Blaza. Tafadhali. Oya. Naomba japo ungeniruhusu hata mara moja tu nimshikie. Tafadhali nakuomba. Sikiliza nikwambie, umshike nani? Hivi una akili kweli wewe? Hivi una akili au ni bangi unazozivuta? Sikiliza nikwambie, huyu haitwi Neema. Hao nani? Huyu anaitwa Nyota na ni dadangu mimi. Kwa hiyo nitakachokuambia, brother, unapoteza muda, ondoka. Unielewi? Lakini Blaza. Oya, kuna kitu nakitaka wewe, sawa? Sikiliza nikwambie. Hapa hakuna binti anaitwa Neema wala nani. Hapa dada yangu anaitwa Nyota na ninachokuambia, ondoka. Brother, nitakuzingua, ondoka. Nenda. Nenda. Sikia sasa. Siku nyingine nikikuona hapa, mwanangu, ama zako ama zangu. Hatima ya maisha. Leo ndo mnafika hapa? Shemeji, sisi kuja kwetu hapa tunayo furaha sio na kifani. Tumepata taarifa kwamba mtoto wetu Eric amepona. Hafu shemeji, wewe tulitegemea hizi taarifa tuzipate kutoka kwako. Matokeo yake tunasikia kwa watu. Sio vizuri wakati wewe ndio ungetupa taarifa hizi. Kwa kweli sijafurahi kabisa shemeji. Haujatutendea haki. Leo nyinyi wawili ndio mnataka watu wazuri sana kwa Eriki. Ndio mnataka fanya sababu wema leo kwa Eriki. Wifi. Mtu ongeagi hivyo wifi yangu. Nashanga? Wifi. Nashanga. Marana. Eriki.